ndoto 5 ambazo hufai kuthubutu hata kidogo kuwahi zipuuza. Uotapo ndoto kama hii, jameni, chukua hatua mara moja. Ya kwanza, uotapo ndoto ambayo inajirudia rudia, ndoto ile ile au hata ndoto ambazo zina uhusiano wa karibu sana na ile ndoto, basi usithubutu kupuzilia bali ndoto kama ile. Ni muhimu ufahamu kwamba ndoto kama ile huanga imebeba ujumbe maalum. Katika Biblia tuna mifano kadhaa. Mfano wa kwanza ni kama ule wa Farao au kubuka, vile vile wa Nebukadneza na wa Yusufu mwenyewe pia, ndoto ambazo zilikuwa zinajirudia rudia. Hata kama zilikuwa zimefungwa tofauti, ujumbe ulikuwa ni ule ule. Ya pili ni ndoto ambayo inaendelea. Unajua kuna ndoto zingine hujiendeleza. Unaota leo, haya, kesho unalala, inaanzia pale ilikuwa imeishia jana na inajiendeleza. Ukilala tena inaanzia mahali ilikuwa imeachia na inajiendeleza. Ni kama vile Afro Cinema. Waona, uotapo ndoto sampuli ile, basi ni vema kuwa mwangalifu tena sana. Ya tatu ambayo nayo hufai kamwe kupuzilia mbali ni ndoto ambayo imeotwa tena na mwingine, au ujumbe wenye uliota na hukuambia yeyote umepigwa muhuri na mwingine. Kwa mfano, umelala umejiona ukijenga kasri kubwa na gari ya jipu imesimama hapo nje, alafu ulipoamka ukaona ni vema umwelezee mwenzako, huenda ni bibi yako, jinsi ambavyo ulivyoota. Naye anagutuka na kuuliza, na mimi pia niliota tukiwa tumejenga jumba moja kubwa maridadi yenye mazingira masafi. Tofauti ilikuwa hapo tu kwa gari kidogo. Mimi niliona tumeegeza Prado 8 nyeupe katika maegezo yetu ya magari. Inakuonesha kwamba kuna jambo ambalo linaendelezwa rohoni, na hivyo basi ni vizuri kulishika na kuwa makini sana. Na ndoto ya 4 ambayo hufai kupuzilia mbali ni ndoto ambayo bila shaka huathiri pakubwa. Yaani huathiri pakubwa hisia zako kiasi kwamba unaweza amka ukiwa umechangamka, umefurahia, unahisi kama ile jambo imefanyika kwa ukweli. Unaamka ukiimba wimbo wenye hata hujui umetoka wapi. Hiyo basi inamaanisha ndoto yenyewe imekuathiri pakubwa kihisia. Vile vile inaweza kuwa ni hasira. Umeamka ukiwa na mahasira, hutaki kuona mtu, au hata vile umeamka ukihisi umesumbuka. Kumbuka hata katika Biblia wengi walioota waliamka wakasumbuliwa na ndoto. Mungu hasa akikupea ndoto atahakikisha tena katika hali yako ya kuamka ndoto yenyewe itakuwa ikikusumbua na utaamka ukitaka kujua na hilo lilikuwa linataka kumaanisha nini. Umeota ukiwa husikii na kidogo katika hali yako ya kuamka husikii kitu, basi hiyo imekuathiri kihalisia. Tuna mfano mzuri sana katika Biblia. Wakumbuka Yakobo, katika ndoto walipambana na jamaa wakapigana mieleka, ambaye alikuwa ni malaika wa Mungu. Yakobo alipoamka baada ya mieleka, jameni, kiuno kilikuwa kinauma na vile vile alikuwa anachechemea, na akaishi kuchechemea miaka yake yote. Naam, tuangazie ndoto ya 5 tena ya mwisho ambayo uotapo hufai kuthubutu hata kidogo kuipuuza, kwani unaweza jiletea mkosi mkubwa, ili hali Mungu alikuwa amejaribu kukunasua kwake. Nayo ni ndoto ambayo vipengele vyake au vipande, sehemu zake zimejitokeza katika maisha ya uhalisia. Kwa mfano, unaweza kuwa ulijiona au uliota ukifanya harusi kubwa tena moja maridadi sana. Ukaona msafara wa magari jinsi ulivyokuwa kumelepeka, alafu ukaamka. Mtu wa kwanza kukuongelesha ni mchumba ambaye mlikuwa mnaoana naye, na kuongeleshe maneno mazuri na huku hata haja kuchumbia na au simu ya msimamizi wako, na katika hali ya mazungumzo yenu tu ya kawaida anamalizia na kukuuliza,
Na pilau tunakula lini mwanangu? Na ndiye ulikuwa umemwona kwa ndoto akiwa amekusimamia, na hamjaongelelea kuhusu harusi, hujamwambia jinsi ulivyokuwa umeota. Ukiconnect dots utaona kuna ujumbe fulani. Hizo ni ndoto 5 sugu ambazo ukiota usithubutu kupuzilia mbali.